kutakuwa kuna kamchezo kaendelea juu yangu. Ama ili siku litakuwa lina thamani kubwa sana. Ndio maana dada yangu anidanganya. Hapana. Haiwezi kuwa hivyo. Haiwezekani. Haiwezekani. Wani nani? Anakuja kufanya nini kwenye nyumba yetu? Harafa wewe ni mtoto mzuri sana. Na pia ni mtoto mwenye bahati kubwa sana. Ambayo bahati hiyo hakuwahi kuipata mtoto mwingine yoyote yule. Na pia nashukuru sana kwa ukarimu wako. Harafa, kati ya wale majini wabaya niliokuambia kuwa wanahitaji kunichukua na kunipeleka mahala nisipopajua, mmoja wapo ni huyo uliomuona mbele ya macho yako. Na kufanikiwa kuniona kwa sababu nimejificha kwenye mwili wako. Asante sana Harafa. Hakika wewe ni mtoto mwema sana. Na nina imani nitakusaidia juu ya wazazi wako. Usijali Sufuria, kwa kuwa mimi nimesaidia na mimi sina budi kukusaidia. Sawa Harafa. Baada ya shemeji nilipokuona, maana nina shida na matatizo. Nilikuwa mtafuta mganga. Kuna mtu kanielekeza kwamba nipite njia hii, sio njia hii, naweza kupata mganga. Lakini hapa njia panda sielewi, sio nipite njia hii. Nilikuwa naomba nisaidie shemeji kama unapajua labda kwa mganga au umesikia kusema kuna mganga, nilikuwa naomba unisaidie kunielekeza. Kwa hiyo shemeji hapo ulipo ataka kwenda kwa mganga? Ndio. Kweli dunia simama nishuke. Kwa uzuri wako, urembo wako, haudhaniwi kama mtu mwenye tabia za ovyo, kigago, kigagula, mchawi, mshirikina, mwenye kuamini waganga. Yaani hata ufanani. Si mwanaume gani kaingia mkenge kwako na kwenda kumwangamiza na kumfanya wezezeta. Ndio maana sisi wanaume wengine tunajifungia ndani kama sukule. Kumbe tabia zenu nyinyi wadada wenye tabia za ovyo, vigago wakubwa nyinyi. Yaani mmekaa tu mnaendekeza tabia za kishirikina mbele tu. Waganga. Msinichoshe. Umeona njia niliyotoka? Hii nyoosha mbele kule utakuta mkorosho. Kwenye huo mkorosho kuna kikona hivi. Ndio mitaa hiyo tu hapo. Ndio kwa mganga. Yaani wanawake wengine bwana waovyo sana. Si mwanaume gani aenda kulogwa? Yaani namuonea huruma sana huyu mwanaume anayemhangaikia huyu mdada. Yaani shemeji, kumbe kina tabia cha ovyo, kigago. Mke wangu, itabidi wewe utangulie nyumbani. Kwa maana nadhani umeona ugeni pale. Mke wake Kunzenza. Nahisi kutakuwa kuna matatizo. Kwa hiyo acha nikawasikilize. Baada ya hapo nitarudi nyumbani mapema tu. Basi sawa mume wangu. Ngoja mimi niende. Ila naomba nikuombe kitu. Naomba ujitahidi kuwa makini. Yaani uwe makini huko unakoenda. Ujue kabisa una familia yako na kuna watu wanakuhitaji na wanakuangalia na wanakutegemea.
na kuomba tu kwa hilo. Usijali mke wangu, nitakuwa makini kama unavyosema. Alafu naomba uwahi kupika, kwa maana huko ninapokwenda sitokawia kukaa. Nikisha maliza kuongea nao nitawahi nyumbani, kwa maana siku na uchovu sana, nahitaji kupumzika. Basi sawa, uwe na safari njema. Sawa. Mbona nyumba imepoa hii? Yupo kweli humu ndani? Wewe mwanamke? Wewe mke wangu mimi? Wewe? Hivi huyu mwanamke kafundwa kweli? Kanioa au nimemuoa? Mbona anatoka toka tu kienyeji bila mpangilio maalum? Mume natoka, yeye naye anatoka. Ana maana gani? Anajitokea tu kiguna njia mtaani, mke wa mtu tunajizurulisha tu. Alafu nimekumbuka. Hii ndo bingo, hii ndo yenyewe, hii ndo konki. Nisicheleweshe, silaze damu. Ile dawa ya mganga, huu ndo mda wake, so daktari. Na ile kiguna njia akirudi atajua mwenyewe, ila nikirudi lazima nimwashie moto. Ngoja niende kule kwa kakaangu. Yule kaka anajikutana ajua sana. Nikakiwashe moto, na imani hii dawa nilogewa ni konki. Hii dawa haichekeshi wala imwagi damu, ila inamaliza kabisa. Inakausha kao. Timtimu maua we, kaukote mtua we mama, kaukote mtua. Timtimu maua we. Karibu sana. Mganga, nimekuja hapa na matatizo makubwa sana. Mwenye matatizo sio mimi, lakini mjomba wangu ana matatizo makubwa. Amepata ugugu wa ghafla, sijui umekuja kujaje. Kwa maana alitoka asubuhi nyumbani na kuelekea shambani akiwa mzima wa afya kabisa. Lakini nashangaa narudi aongei. Yaani anakokotwa kabisa. Sasa nini sijui, yani kitu gani kilichomkuta mimi mjomba wangu. Kwa hiyo nimekuja hapa mganga, nilikuwa naomba msaada wako, umsaidie mjomba wangu. Sawa, mimi nitakusaidia. Panapohitajika, leta kiganja chako ya mkono na kulia. Unaweza ukaenda, siwezi kukusaidia. Mganga. Nenda. Unaweza ukaenda, nenda.
shemeji. Asante shemeji. Karibu ukae. Usijali, hapa panatosha, usijali shemeji. Vipi bwana mdogo? Yupo ametoka? Yupo, maana mwenyewe toka nimefika hapa sijamkuta. Sasa shemeji, kama atakuwa ametoka, itakuwa haina haja tena kuzungumza ya mazungumzo. Kwa maana yeye ndo alikuwa mhusika mkuu na alitakiwa hawepo hapa. Mimi naona labda tufanye kwa siku nyingine. Sawa, hamna shida, lakini samani kwa usumbufu shemeji. Usijali shemeji. Karibu tunapika. Usijali, mimi naenda. Sawa. Shemeji. Kwa dawa hii niliyoiweka na imani haitoniangusha kama ile ya mwanzo. Yaani hii ni kusikia milio tu na midondoko. Bwana Daza bwana hatunayo tena. Daza ameanguka. Hilo ndo kusudio langu. Sio nije nianze kukuta kama mwanzo. Ila kuzenza bwana. Na hii nyumba na hakikisha itakuwa yangu na nitauza, nitanunua ST. Nianze kulinga, nianze kutamba, nijulikane kweli na mimi mtu katika watu. Usipite hapo. Kwa nini unasema nisipite? Nimeshakwambia usipite hapo. Naenda ukapita. Imekuwa kama bahati kuonana njiani mimi na wewe kaka. Ukweli kaka, sikuelewi nini malengo yako na nini mipango yako. Maana naona unanizungusha tu na uniambie ukweli juu ya urithi wa mali ya marehemu kaka wangu. Ukweli brother, kwa hivyo unavyoelekea na unavyofanya inaweza kupelekea mimi na wewe tukavunja hata ndugu wetu na malumbano hatoisha. Kiukweli brother, mimi nahitaji tu kujua hatima ya mali ya urithi ya kaka yangu inaendaje. Wewe unaonekana kabisa kuwa huna akili.
Na nilijua nilipokutana na wewe hapa, nikajua utakuwa umesahau masuala yote kuhusiana na mali za marehemu. Lakini unaonekana kabisa kwamba akili yako bado haijakuwa sawa. Nataka nikuulize swali. Kwa mfano labda marehemu angekuwa ameacha mke au na mtoto. Hivi zile mali ungeziwazia wewe? Alafu kwamba hata ukiangalia zile mali zilivyokuwa mikononi mwa serikali, mbona kuzifuatilia? Lakini mimi ndio nilizifuatilia na kazikomboa. Sikia Kunzenza, nilikwambia tokea hapo mwanzo, kama utakuwa hauna kazi ya kufanya, kuna kazi nyingi sana za kufanya. Lakini kwa sasa siku tayari kusema nizigawe zile mali. Blaza, naona unachekesha na sikuelewa unachokiongea kwa kweli. Sikia bro, nikwambie. Usilingie kwa ukubwa wako. Umri ni namba tu blaza. Hata mimi mwenyewe naweza nikawa nazo na nikajipachika vile vile. Blaza, tunapoelekea naweza kufanya kitu kibaya na utozania. Kisa hizi mali tunazozigombania, hizi mali za ulisi, naweza zikafanya mimi nikakutoa uhai wako blaza. Wewe ni mtoto mdogo sana kwangu. Alafu kumbuka mimi ni mkubwa kwako. Na mimi ndio nilikuwa nakufundisha kwamba kutambua ili ni jua, hii ni mbaramwezi. Sasa naomba hayo mazoea yako na kunivunjia heshima yaishi. Mimi ni mama yako. Naomba usinifiche kitu. Sasa hivi umebadilika sana mwanangu. Yaani kuna vitu unafanya mama yako mimi sielewi. Naomba uniambie ukweli. Ni nini unachoficha ambacho hutaki mimi na baba yako tujue? Hakuna kitu mama. Wala hakuna kitu ninachokuficha. We mtoto. Naomba nisikize kwa makini. Kama nilivyokuambia mimi ni mama yako. Naomba uniambie ukweli mwanangu. Nini unachoficha hutaki mimi na baba yako tujue jamani? Hamna kitu ninachokuficha, lakini kuna muda nipo bize na masomo yangu. Kama ndio hivyo, kwani kuna muda unikataza nisipite? Uliniambia mama simama hapo hapo. Shida nini? Nikukataza mama usipite, wale wadudu angekugusa angekuacha. Niwe mtoto wewe. Nenda. Vipi mume wangu? Mbona hivyo hasira? Kuna nini tena? Unajua mke wangu, nashindwa kumuelewa muda wangu Kunzenza. Na kuna muda nahisi wenda labda yeye ndio akawa ameshiriki katika kifo cha marehemu kakaangu. Kwa maana amekuwa mtu mmoja mwenye tamaa sana hizi mali. Na ani nashindwa kumuelewa tu. Amekuwa mtu mwenye tamaa sana. Mpaka tutapishana Kiswahili. Kwani upande kwake kimetokea nini? Mmegombana au mmepigana? Hapana. Hatukugombana wala nini. Ila tumepishana tu Kiswahili. Na kuna wakati natamani hata marehemu kaka angeacha hata mwanamke au mtoto. Hii ningeweza kumlisisha hizi mali. Kwa maana tunapokwendea huku, hizi mali zinaweza zikanitoa hata roho yangu. Kwa maana kuna muda Kunzenza amefikia hatua ya kusema kwamba hatakuja kunifanyia mimi kitu kibaya. Sasa hapo nahisi familia yangu inaweza ikaingia kwenye hatia mbaya. Shemeji mbaya huyu. Mume wangu, unatakiwa uwe makini na huyo ndugu yako. Anaonekana si mtu mzuri kabisa kwa upande wako. Nakwambia ukweli kabisa. Ila kwa kuwa yameanza, basi na mimi nitalimaliza.
nilipokuacha mpaka sasa unaendeleaje? Mjomba bwana, mimi kwa mganga nimefika salama tu, lakini cha kushangaza mganga kashindwa kunisaidia. Na kanaambia hawezi kabisa kunisaidia. Na pia amenifukuza pia. Yaani mpaka mjomba nashindwa kuelewa. Hilo tatizo lako vipi haliwezi kutibika? Na kwa nini mganga nifukuza mimi? Yaani nachanganyikiwa kabisa mjomba. Mimi sio kwamba nakata tamaa, hapana. Siwezi kukata tamaa kwa sababu ni mjomba wangu. Lakini nachanganyikiwa hadi nachoka. Sijui hata nifanye nini mimi mjomba. Na wewe hali yako ndo kama hiyo. Nashinda kuelewa mjomba wangu. Kipi cha kufanya? Ila usikate tamaa. Nitaendelea kupambana mpaka nihakikishe unapona mjomba. Niko pamoja na wewe. Vipi lakini? Umeshakula tayari? Basi ngoja nikakutayarishie chakula. Hivi inawezekana vipi dadangu aweze kuliona sufuria ndani ya ile nyumba na mimi nishinde kabisa kuliona ile sufuria? Ama hilo sufuria itakuwa lina thamani gani kubwa ambao linafanya mpaka dadangu kunigeuka na kunisaliti? Hapana. Hapa nahisi kutakuwa kuna kitu kinaendelea juu yangu. Nahisi kuna usaliti mkubwa sana unaendelea juu yangu. Ila acha nipambane ili ile sufuria liwe mikononi mwangu. Na nikishalipata nitafahamu ukweli wote unaoendelea juu ya hilo sufuria. Haiwezekani kabisa. Hivi huyu kaka ananichukuliaje? Naona ananiona kama mtoto mdogo vile. Hajui kwamba nyuma ya kapeti kuna vitu vinaendelea. Hajui kama mimi ni mvivu wa kazi, alafu ni mpambanaji wa mali. Sasa kilichobaki ni kumfuata tu yule mwenzia aliyotangulia. Maana mlilia wembe sharti ajikate. Sasa amemkatikia. Na imani akifika kule atakuta vilio vya vifo tu vimetawala ndani yake. Na yeye mwenyewe akivuka ule mstari pia anafariki. Kwa sasa sitojali undugu tena. Nitaangalia tu hatima maisha yangu ili na mimi niwe tajiri. Mimi ndo Konzenza. Sikajikuta mjanja, kajikuta mjuaji wa mali. Sasa hiki ndo kinachomkuta sasa. Lazima afe na familia yake nzima. Arafa, najua umenileta hapa. Kuna maswali unahitaji kuniuliza. Niulize chochote, nitakujibu bila shaka. Sufuria, nahisi mama yangu ameshajua juu ya mambo ninayofanya. Kwa hiyo na wasiwasi nisije nikakupoteza. Usijali Arafa. Mama yako hajajua chochote mpaka sasa. Yupo kwenye fumbo zito. Na hawezi kujua chochote, labda wewe umwambie. Na vipi hatima ya familia yangu? Maana mpaka sasa Bandogo anahitaji kuteketeza familia yangu. Kwa hiyo na wasiwasi juu ya mama yangu na baba yangu wasije kapotea.
Baba yako mdogo anafanya hayo yote kwa ajili ya tamaa ya mali na anahitaji kuangamiza familia yako. Usijali haraka. Unatakiwa kuanzia sasa umlinde sana baba yako na uwe karibu naye. Kwa kuwa ni binti mdogo na sasa una nguvu, basi mimi pamoja na wewe tunaweza kumshinda baba yako mdogo. Usijali haraka. Niko pamoja na wewe kwa kila hatua. Sasa Sufuria, nimekuelewa. Nitafanya kama alichosema. Mume wangu, unajua kuna vitu vinaendelea, nashindwa sana kuvielewa. Yaani nashindwa kuelewa. Ni kuhusu binti yako Arafa. Yaani Arafa amekuwa anafanya vitu kusema ukweli sivielewi. Ni vitu gani tena mke wangu? Na mbona naweka njia ya panda? Kuna kitu gani kimetokea? Yaani vitu vya ajabu ajabu tu. Utamsikia mama mara simama hapo. Mara usipite hapo. Mara katoto za ajabu, mara mkuta anajiongelesha mwenyewe. Yaani vitu kama hivi, yaani vya ajabu ajabu, yaani uweze hata kuvielewa. Mke wangu, yaani ulikuwa unanigia pressure kubwa sana. Wewe nikafikia Arafa amepata matatizo. Sasa ina maana umeshindwa kumzoea mwanao. Unajua kwa ni mtoto tu. Na hayo ni makuzi ambayo anapitia. Pia kumbuka Arafa hana bibi wala babu. Kwa hiyo kuna muda anamisi kucheza. Kwa hiyo anatamani pia kucheza na mamake. Hayo ni makuzi tu ya watoto na wala hamna lingine. Ila hata kama kumisi kucheza na mama yake ndio hivyo jamani. Utishana kutiana pressure hapa. Mke wangu, hayo ni makuzi tu. Na wala hakuna kitu kingine chochote kinachoendelea hapa. Utakiwa kuwa na wasiwasi juu ya mtoto mdogo kama huyo. Wewe mwanao mwenyewe unakuwa na wasiwasi kweli? Aya, kama kanigeuza mimi bibi yake. Sawa. Mganga, licha ya kujitamba dawa yako ni kiboko, ila naona mpaka sasa hivi hajafanya kazi. Maana watu wote wako hai wale. Mimi naona kama ili jambo ningeliingilia tu mwenyewe ili nipambane nao mganga. Kama kuna uwezekano tu mganga, wewe nipe nguvu tu za kichawi ili niliingilie kati ili swala. Kijana anataka nguvu za kichawi. Na sio kama dawa ilishindwa kufanya kazi. Ila dawa ilikutana na mtu mzito, mtu mwenye nguvu. Mganga, acha masiala yako bwana. Pale mbona hamna mtu mwenye nguvu yoyote? Maana kuna kale katoto, yule mke wake na pia kakaangu. Hamna mtu yote wa ziada yule mganga. Kwa hiyo maana kama unaniayusha tu mganga. Wewe kama kuna uwezekano wa kunipa nguvu, wewe nipe tu. Naomba mkono wako nikuoneshe wewe mtu ni nani. Mganga, huyu si Arafa huyu. Huyo ndo aliziwia ile dawa. Ndio maana ukaona haikufanya kazi. Mganga, acha kunichekesha mganga. Sasa aka katoto kana nguvu kivipi? Maana aka tankikiwa kwa sumu kwa uchawi pia. Nitakuwa namuonea tu. Yaani aka katoto cha kukichapa na kupiga makofi tu. Maana ana nguvu yoyote ya kunibabaisha mimi mganga. Naona kama unaniayusha tu. Nipe nguvu mganga. Wewe unataka uchawi. Uchawi utapata, ila kuna masharti. Tukutane leo saa 8 usiku. Usiku wa manane. Tena makaburini. Si unataka uchawi. Hilo tu mganga. Wewe ndo ashaka. Mimi mapema sana nitakuja ili tufanye jambo letu. Maana nataka niwe konki mganga. Usiku. Unaweza ukaenda.
mtoto akilia, mlete chakatu cheketu maepe, mtoto akilia, mlete chakatu cheketu maepe, mtoto akilia, mlete kaulilia maembe mtoto, acha umkate. Safari wapi tena? Na mbona umeshika jembe? Sasa mjomba, hivi ina maana ujihurumii? Hali yako najua mjomba. Uongee. Unataka uende shamba, upate matatizo. Ukirudi hapo jamani, si utakuwa tena kipofu. Unaipa shida mimi mjomba. Hebu rudi ndani. Mjomba. Mjomba, usiwe na wasiwasi. Naamini utapona tu mjomba wangu. Wala usikae kinyonge. Utapona tu, naamini. Baba lenye mwanzo alikosi kuwa na mwisho. Naamini utapona mjomba. Na pia Mwenyezi Mungu yupo pamoja na sisi. Na hata mimi pia nipo bega kwa bega na wewe. Wala usipate shida kwenda shambani wala kufanya kazi yoyote. Mimi nipo. Nitatimiza mahitaji yote ya humu ndani. Tutaishi kwa furaha mpaka wewe upone mjomba wangu. Usiwe na wasiwasi. Hakika wewe ni mtoto mcheshi sana. Na pia mtoto mjasiri. Na kingine ni mtoto mwenye bahati kubwa sana. Na mwenye nyota ya kupendwa na kila mtu. Hivyo kuhusu mimi usiwe na wasiwasi kabisa. Naomba usiniogope. Kwa mimi ni rafiki mwema tu. Na sina madhara yoyote yale. Nitaamini vipi kama ni rafiki mwema? Naomba uniamini Arafa. Mimi ni rafiki mzuri tu. Na sina ugomvi na mtu yoyote ule. Kila mtu ananipenda na kila mtu mimi nacheka naye. Hivyo naomba uniamini Arafa. Kama ni rafiki mwema, mbona macho yako ni tofauti na kupewa macho yako? Arafa ni mtoto mwenye uwezo mkubwa sana. Yaani mtoto ambaye umeweza kugundua upeo wa macho yangu. Pia Arafa, una maswali magumu sana. Sawa Arafa. Nashukuru sana. Usijali Arafa. Naona sasa hivi umeshaanza kuzoea nguvu zako. Na kwa ulichoonyesha leo, hakika wewe ni mtoto jasiri sana. Hata nikurudishe nyumbani, isije wazazi wako wakaanza kufikiria vibaya.
We Halafa, ulikuwa wapi muda wote usiku na kutafuta hapa nyumbani? Sikuwa hapo mbali baba, nilikuwa kule kwa marafiki zangu, nilikuwa nacheza. Mwanangu, sio kila muda ni muda wa kucheza tu. Kuna muda mwingine unatakiwa ubaki hapa nyumbani ili ujisomee, ili shule uendelee kufanya vizuri. Lakini ukiweka muda wote kwa ajili ya mchezo, utakuja kufeli. Na zao unaona babako anavyohangaika, yote kwa ajili yako wewe. Sasa unatakiwa kuna muda mwingine ukae nyumbani uendelee kujisomea. Sawa mwanangu? Nenda ndani kujisomea. Huyu mtoto mbona anaonekana na uwezo mkubwa sana na anaongea maneno ambayo yapo tofauti kabisa na umri wake, na amewezaje kusoma upeo wangu na kuona macho yangu? Anaonekana na kitu, tena na kitu kikubwa sana, na ili niweze kufanikisha kufanya jambo langu kiwepesi, lazima nijenge ukaribu naye na lazima nijenge urafiki naye. Lazima nifanye hivyo. Lazima nifanye hivyo tena kwa haraka iwezekanavyo. Na jambo langu litakuwa limeenda kiwepesi zaidi bila kutumia nguvu nyingi. Ni kucheza na akili tu. Nimekuja kijana wenu. Kuna kijana anahitaji uchawi. Nimekuja kumkabidhi uchawi, naombeni mumsaidie. Wakulungwa. Ndo uchawi. Umekabidhiwa uchawi. Kuanzia leo wewe ni mchawi. Ila juu ya uchawi huo kuna kafara inabidi uzitoe. Kutoa kafara ni muhimu sana. Ushakuwa mchawi. Mganga, hilo ni jambo dogo sana kwangu. Kwa kuwa nimelilia wembe, acha unikate tu mwenyewe. Na kuhusu kafara, kuna kakaangu pale ambaye alionizulumu mali, Baba Halafa. Kwa hiyo yule niko tayari kumtoa kafara mganga, ili mambo yaende nyepe-nyepe. Si unaelewa? Ikibidivyo hakuna shida, ila zingatia kafara. Kafara ni muhimu kijana. Uchawi ni kazi, sio kucheza rede. Tunaweza tukaenda. Mambo yako yote unayofanya najua unahitaji kutokomeza familia yangu. Kama unapenda maisha yako, basi kaa mbali na familia yangu.
Bila hivyo nitakuua. Nitakuua. Hii ndoto inaweza ikawa ni ya kweli. Mbona sijawahi kuota ndoto kama hii? Na kama hii ndoto ikiwa ni ya kweli, ina maana mapambano ndo yameanza. Na kama mapambano yameanza, basi sina shaka ya kuogopa juu ya hili swala. Kwa kuwa nimekabidhiwa uchawi, ni mtu mwenye nguvu na kujiamini. Kwa hiyo hakuna lolote la kunitisha katika ulimwengu huu. Mimi ndo Kunzenza bwana. Mimi ndo kunze wa makunze. Na kakatoto kama ndo kinakuja kuwa kweli, basi nitakifinyanga finyanga, nitakipiga piga, nitakidundisha kama mpira. Naona kinielewi vizuri hiki. Kwa sasa sina uoga wote, wala siwezi kumwandafia yoyote yule. Maana kinda yote atajipitisha, lazima niruke naye. Nishakuwa mtu mwenye uwezo wangu. Nishakuwa jembe la majembe, jemedali la majemedali. Na lazima nikamilishe jambo langu. Na nisipokuwa tajiri huu mwaka, na imani kama mimi naloga basi utakuwa na niloga pia. Ngoja. Mume wangu, unaenda wapi tena? Mimi nafikiri utakaa hapa tuanze kuzungumza kuhusiana na masuala ya ndoa yetu. Unaondoka tena. Yaani unaenda unarudi, unaenda unarudi. Nikueleweje? Hivi wewe mwanamke una akili kweli? Mke wangu, sisi wanaume tumeomba kupambana, tumeomba kutafuta, tule kwa jasho letu. Sasa leo hii unaposema mimi nikae ndani, tukae tuangaliane tu, tutakula nini? Na huo unga ambao mimi naenda kutafuta naleta, utaleta wewe humu ndani? Au unataka tulepanye uliowafuga humu ndani ndio tule tunenepe? Maana tutakuwa tuna hela kutafuta humu ndani. Yaani kila siku nazidi kunichanganya tu mke wangu. Sikia nikwambie. Niache nifanye ninavyofanya ili baadaye kula matunda. Kwa hiyo huu bize wangu naomba uniache kama nilivyo. Sijui tumeelewana? Lakini mume wangu, ungesubiri tuzungumze. Lakini nini? Ningesubiri nini? Nimeshachoka kuishi tena katika hii dunia ambayo haina furaha, haina amani, hata uhuru pia hamna. Hivyo basi, nahitajika nimalize majukumu yangu haraka sana iwezekanavyo, niweze kulipata ile sufuria ili niweze kurudi nyumbani. Na leo hii natakiwa nimalize hiyo kazi bila kupoteza muda, bila kuchelewesha muda tena. Natakiwa nimalize hiyo kazi ili niweze kurudi nyumbani haraka iwezekanavyo. Hodi.
Mama Rafa. Mke wangu. Hapa ndio nyumbani kwangu. Umekuja na mgeni. Karibuni. Asante. Sasa mke wangu, nilikuwa natoka mara moja naelekea shambani. Naelekea kwenda kupandikiza ile majiwe ya mipaka kule, mipakani mwa shamba. Kwa hiyo nilikuwa naomba unipatie jembe ili kijana akanisaidia hiyo kazi hapa. Sawa. Mgeni karibu. Jisikie kama uko nyumbani. Sasa mke wangu, kinatakiwa hapa nyumbani usalama tu. Ila sitochelewa kurudi. Kwa naomba nitalishe chakula. Aya, muwe na kazi njema. Aya. Wewe Rafa. Mbona mwangalia mgeni kwa macho makali? Hapana mama. Halafa. Huyo kijana wewe muone hapo mbele yako. Ana matatizo makubwa sana. Hivyo anahitaji msaada. Inabidi umsaidie. Mbona kama nina masiara na nguvu zangu? Maana nina nguvu babu kubwa. Alafu natembea kwa miguu. Hivi nipo serious kweli? Ngoja. Dada sikalilia wembe, acha ukamkate, maana ndo kwanza chupa imeamka na chai. Hakika nimeamini kuwa mvumilivu siku zote hula mbivu na mpambanaji hachoki. Ili sufuria muda mrefu sana nilikuwa nikiitafuta, siamini macho yangu. Leo nimeweza kuliona. Basi bila kupoteza muda, natakiwa niichukue sufuria haraka iwezekanavyo na nilipeleke mahali husika. Na siku ya leo itakuwa ni siku yenye furaha na siku njema kwa upande wangu. Nikishaweza kurudisha sufuria sehemu husika, naweza nikamwona dada yangu. Sufuria.
kwa nini ulikuwa unanisumbua sana kuweza kukupata? Ni muda mrefu sana umepita, nilikuwa nahangaika kukupata. Hivyo basi, kwa hakika bila kupoteza muda, natakiwa nikupeleke mahali husika. Kwa safari hii nikimkosa jogoo lazima tetea nimpate, na nikikosa tetea pia hata kifaranga lazima nikikamate, maana hizi nguvu alizonigea mganga mara 10 ya zile dawa zilikuwa na nini, maana nguvu zangu nazitumia mwenyewe. Ngoja nifanye mambo. Na hapa ngoja niwahi nyumbani nikafika kwenye nonika yangu nione majibu yanapokuwa, na lazima nipate uhakika wa kila kitu na majibu yenye kueleweka, na lazima lipe jitu kwenye hii nyumba, maana siwezi kuchekesha kwenye mambo yangu, na atanisoma vizuri kama mimi ndo kunzenza au nani. Dibuti, nadhani eneo la mipaka yote nishakuonyesha. Kwa hiyo hakikisha kila sehemu ya mpaka unachomeka ile majibu ya ushahidi. Lazima umenielewa. Mimi acha nielekee upande wa kule, kuna kazi yangu nataka nikamalizie. Baada ya hapo nitakufuata kisha tutaondoka. Sawa? Hakikisha unafanya kazi kwa makini mkubwa. Naona muda umewadia kuangalia jambo langu nilolifanya, kama mtego umetimia au la. Lazima iliondoke jitu leo. Kaliziga vile. Poa. Lazima life jitu. Na dawa hawezi kuniangusha hii. Na huyu nishammaliza tayari. Kilichobakia vile vimbilikimo wawili. Kale katoto na kale kajogoo. Alikuta kana mikwala, ananikunja kunja. Safari hii nakuja na mwendo kasi. Karibu shoga yangu. Karibu, jisikie uko nyumbani. Karibu sana. Asante.
Mbona kama vile sura yako haina furaha? Shida nini? Yaani shoga yangu, yaani ninakwambia mimi matatizo yangu yale yale na mume wangu. Yaani mume wangu nakwambia amekuwa mtu yani akija anatoka anaenda anarudi. Kila nikisema nikae naye niongee naye, yaani hataki hata kusikia. Yaani amekuwa mkali, yaani mpaka nashindwa kuelewa. Yaani mimi nikupe pole tu. Na cha kushauri mimi kuwa mvumilivu. Kuwa mvumilivu sana, maana wenyewe unaingia kwenye ndoa hivyo. Je, mimi ambaye sijaingia kwenye ndoa shida kweli. Kwa hiyo cha msingi mimi cha kushauri ni kuwa mvumilivu. Kuwa mvumilivu. Endelea hivyo kuongea na mume wako, unaweza kukaa sawa. Sawa, hamna shida. Vipi mjomba anaendeleaje? Mjomba wangu mimi nienda kwa mganga kama tulivyokutana siku ile pale. Nikwambia naenda kwa mganga. Nimeenda nimefika, lakini sasa nilipofika kwa mganga bwana, mganga kanifukuza kama mtoto mdogo. Kwa nini? Sijajua shida nini, lakini kanifukuza kama mtoto mdogo ninavyokuambia. Basi hamna shida. Mimi ngoja niende zangu nyumbani, maana huyu mwanaume akinikuta sipo kwa nyumbani anaanza kubwata. Ngoja niondoke zangu niende nyumbani, tutaonana baadaye. Nishapajua nitakuja. Haya sawa. Safari njema. Haya. Kwa sasa umeshapona na unaweza kuongea, ila hakikisha isiri usimwambie mtu yoyote kama mimi nimekusaidia. Kwanza mimi nashukuru sana. Sikutegemea kama wewe ungeweza kunisaidia hivi. Kiukweli haya maradhi yalinisumbua kwa muda sana. Mjomba wangu kahangaika muda mrefu ila kufanikiwa. Mpaka sasa napofikia muda huu, mimi nilishakata tamaa ya kupona kabisa. Sikuwahi kwamba nitafikiria nitaweza kuongea tena. Na kwenye swala la kumwambia mtu, na kuahidi sitoi kumwambia mtu yote kwamba wewe ndio umenisaidia. Nitatunza siri yako kama unavyosema. Umeshaweza kumaliza hiyo kazi? Basi tunaweza tukaondoka. Hii sufuria sio ile sufuria ambayo sisi tunahitaji. Sufuria tunahitaji sisi, wala sio hii. Kwa hiyo nilishakwambia toka hapo mwanzo,
hakikisha unaipata sufuria ambayo tunahitaji sisi, na ndipo tuletee. Sasa naona umekuwa mtu wa kutuletea masihara. Sasa nakupa nafasi ya mwisho, na endapo usipoitumia vizuri, basi dadako hautomwona tena. Mnatufanya sisi watoto wadogo. Hiyo sufuria msipoileta, basi na wewe tutahakikisha tunakupoteza kabisa. Lakini hii sufuria ndio ile ile ambayo nilikuwa nikitafuta muda mrefu sana, na ndiye sufuria ambayo ilikuwa ndani ya ile nyumba. Sasa inawezekana vipi hii sufuria isiyo sufuria ambayo mnahitaji nyinyi? Kazi yenu nishaimaliza. Naombeni mwachie dada yangu. Na muhitaji dada yangu sasa, kwa maana kazi nishaifanikisha na sufuria ndio hii. Tumeshakwambia hii sufuria uliyoileta sio sufuria ile ambayo sisi tunahitaji. Itafute sufuria, na hii nafasi tuliyokugea ni nafasi ya mwisho. Endapo ukishindwa kuitumia, basi dadako hautomwona tena mbele ya uso wako. Sawa, nimeelewa. Nitafanya jambo hilo haraka iwezekanavyo ili niweze kumpata dada yangu. Na mkiona nimeingiza mguu wangu tena hapa, ujue nimekuja na sufuria ambayo mnaolihitaji. Mama hapo hapo kwa matatizo makubwa sana. Inabidi nikupeleke nyumbani haraka iwezekanavyo. Sawa sufuria. Sasa kule kwenye shamba la pili kule kuna kazi nyingine. Kwa hiyo itakubidi kesho ukipata muda mapema utapitia pale nyumbani. Utachukua jembe ukaifanya na kazi sehemu ya kule. Kwa maana kwenye ile mipaka pia kuna utata. Na sihitaji tena kugombana majirani zangu. Kwa hiyo unakuta enda kufanya kazi kama ulifanya kule. Uhakikishe pia unapanda mawe pembezoni mwa mipaka. Sawa?
Mme wangu, yaani katika siku zote ambazo nimerudi mimi hapa leo ndo nakuona una furaha. Kuna nini? Yaani wewe mwanamke bwana, sijui upoje. Mfukonyoko. Yaani unataka kunywa mambo tu. Vitu vingine mviache vipite. Mtakuja kujua vitu ambavyo haviwahusu kabisa katika maisha yenu. Jiangalie kwanza. Sikia nikwambie mwanamke. Kwani furaha yangu wewe inakuhusu nini? Yaani furaha yangu yani mimi nikiwa na furaha inaelekea na kuuma mwenyewe, si ndio? Lakini mme wangu, mimi nafikiri kwa kwako na furaha ndo tutakaa tuzungumzie na kuhusiana na masuala ndoa yetu. Maana muda wote umekuwa mtu yani unakuwa mkali, sikuelewi. Alafu pia nataka tuzungumzie masuala ya ndoa yetu. Kwa nini unakuwa hivyo mme wangu? Wenye mume ukiwaona unawajua wewe. Wenye wanaume zao ukiwaona unawajua wewe. Sikia nikwambie. Naona hauna kazi ya kufanya. Mimi nina njaa sana mke wangu. Ungekuona maana muda huu unajiongelesha hapa na mimi, unganiacha na furaha yangu. Ungeenda jikoni kupika na kuniletea mimi chakula. Muda huu, lakini mume wangu, nenda kapike mke wa mtu wewe. Mimi mmeo sijala toka mchana hivyo. Sawa mume wangu. Mbona nashinda kuelewa? Hivi hii sufuria ina umuhimu mkubwa sana, na mimi mbona nashinda kuiona kabisa, wakati sufuria ipo hapa hapa. Na hata dadangu aliniambia kuwa sufuria ipo ndani ya nyumba hii ninayoiona mbele yangu. Lakini ninachoshangaa, mbona mimi nashinda kuipata? Mbona nashinda kuiona kabisa? Pia nakumbuka aliniambia kwamba hii sufuria ilivyoweza kuingia humu duniani, basi kila macho ya binadamu wa kawaida anaweza kuiona na pia anaweza kuigusa. Ina maana mimi sina uwezo wa kuiona na kuigusa? Nahisi hapa kuna mchezo unaendelea dhidi yangu, na lazima nifanye kitu. Hivi mjomba, imewezekanaje umeongea? Kwa sababu umetoka hapa ulikuwa uongei, au yule aliondoka naye alikupeleka kwa mganga au yeye ndo mganga? Hamna mjomba. Yule sio mganga na wala hajanipeleka kwa mganga. Yule mimi ni bosi wangu. Na alipokuja kunichukua hapa, na mara nyingi sio mara moja, mara nyingi sana tunakutanaga, ananitafuta akiwa na kazi. Alinipeleka shambani kwake kule, alikuwa kuna kazi, alienda kunionyesha. Wala sio mganga na wala hajanipeleka kwa mganga. Ni Mungu tu mwenyewe. Sasa imewezekanaje umeongea? Maki mimi ndo unanichanganya ujue. Umekuja hapa unaongea kabisa mjomba. Yaani sielewi imekwaje kuaje. Mjomba, kiukweli nikupe pongezi. Umejituma mjomba wangu. Umehangaika kwa kila hali. Kiukweli wanawake wachache sana wenye ujasiri kama hapo mjomba wangu. Kiukweli najivunia sana. Ujue mjomba, hata wenga wanasema usidharau mtu ambaye anaithamini kiatu chake, kwa kuwa au nyie mkikiangalia mnakiona kifai, labda kibaya, akipendezi kwa muonekano, ila anakithamini kwamba yeye kina thamani kwake. Thamani ya kwamba kinamlinda kwenye akipita kwenye miba, kwenye jua kali, asikatwe na vitu vyenye ncha. Ndio hivyo kama mimi na Mungu. Nilipokuwa kwenye matatizo sikuwahi kukata tamaa kumwomba Mungu. Na mjomba wangu kazidi kunipambania. Ndio hivyo dua zimefika kwa Mwenyezi Mungu. Yule bwana
alinipeleka kule shambani. Tulifika shambani akaniacha. Alivyonionyesha kazi akaniacha. Akaondoka, kuna vitu akaenda kufuatilia. Kidogo bondeni. Ghafla nilikuwa nafanya kazi nikajikuta nimepata kikohozi. Nikakohoa sana. Miujiza tu nikajikuta naanza kuzungumza. Yaani mjomba kama ndo hivyo. Kweli Mungu mkubwa. Asante sana Mwenyezi Mungu kumsaidia mjomba wangu mpaka amepona. Yaani nina furaha sana 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 mjomba. Yaani umepona, unaongea kabisa. Kweli Mungu mkubwa. Ndio hivyo mjomba. Yaani nina furaha sana. Alafa, wewe ndio ulikuwa umebaki hapa nyumbani. Ni kitu gani kilichomkuta mamako? Hapana baba, mimi sijui kitu chochote. Alafu nilipotoka huko, nimemkuta mama yupo chini. Na alafu sijui kitu chochote kilichomtokea. Matatizo mpaka lini? Na mbona kwenye familia yangu tu? Nashindwa kuelewa mke wangu kimemkuta kitu gani. Hapa itatubidi tumpeleke kwa mganga. Hapana baba, usimpeleke mama kwa mganga. Kwa nini? Wakati unaona kabisa kwa mamako sasa hivi mwili wake wote umepooza na hana nguvu yoyote, amekuwa mtu wa kulala tu hapa. Sasa wasema tusipeleke kwa mganga. Hauoni kwa tutakuja kumpoteza? Atakuja kufa huyu. Nimeshakwambia usimpeleke mama kwa mganga. Huyu mtoto ana nini? Mbona shindwa kumwelewa? Tusimpeleke kwa mganga. Usijali mke wangu. Najua kwa sasa unapitia magumu sana. Ila haya yote ni mapito tu kwako. Na imani utakuwa sawa. Wapi tena asubuhi yote? Yaani mimi nafikiri utakaa hapa mume wangu ili tukae tuzungumze kuhusiana na masuala yetu, unaenda, unarudi, unaenda, unarudi. Mbona sikuelewi? Nilitaka nishangae. Yaani mimi nitoke Kasupa asiongee. Yaani na kila siku nakuelekeza kwamba sitaki maneno fulani, sitaki maneno fulani. Naona narudia tu yale yale. Sikia nikwambie. Kwa mimi nisitoke kwenda kutafuta nikusikilize ndaweka mundani. Yaani kitu gani ambacho sijakuachia? Kama unga upo, chakula kipo. Unataka nini kutoka kwangu? Tukae tuangaliane. Sikia nikwambie wewe. Kwa makini na ndoa yako. Lakini mume wangu, unajua huu ndio muda wa kukaa mimi na wewe kupumzika huko ndani. Hasa unapokuwa unaenda, unarudi, unaenda, unarudi. Kuna kitu gani unakitafuta huko nje? Eti unaenda, unarudi, unaenda, unarudi. Kwa hiyo unatafuta huko nje. Wewe, mimi ni mtoto wa kiume. Wewe nimeamini tutakike tukae nao kwa akili. Maana ipo kama kuku tu. Unakataza hiki wanaodia hiki. Yaani hata waeleweki. Sikia nikwambie. Mimi nimeombea kutafuta na wewe umeombea ukaa ndani. Ili umsikize mumeo, umwandalie kila kitu mume wako. Ila mimi natakiwa nitoke nje nikatafute maisha mengine ili nije kukulea wewe mke wangu. Sisi tumeelewana. Kwa hiyo naomba uwe busy na ndoa yako, kuilinda ndoa yako. Usije kuharibiana siku. Lakini mume wangu, ungerudi kwanza tuongee. Mume wangu. Sufuria, mamangu ni mgonjwa na mpaka sasa
sijui hatima yake, kama atapona au atakufa. Na mimi mamangu nampenda, sihitaji kumkosa. Arafa, najua mama yako ni mgonjwa, ila usijali, atakuwa sawa tu na wala hatakufa. Atakuwaje sawa? Aliyakuwa mpaka sasa hawezi kuongea. Usijali Arafa, atakuwa sawa tu, maana matatizo ya mama yako amesababisha baba yako mdogo, na yeye ndio chanzo mpaka mama yako anaumwa. Ila usijali, atapona na atakuwa sawa, atarudi kwenye hali yake kama zamani. Nitawezaje kumsaidia aliyakuwa mimi sina tiba yoyote? Kuna mahali inabidi uelekee Arafa ili uweze kwenda kuchukua tiba ya kumtibu mama yako. Ni sehemu gani hiyo? Nahitaji kwenda tu sasa hivi. Hapana, sio kwa sasa, ila ukifika wakati nitakwambia. Mjomba, kwa sasa naona uko sawa na umepona kabisa. Mimi nimepata safari ya ghafla, natakiwa nielekee mjini na sitochelewa kurudi. Nitawahi kurudi endapo mambo yangu yatakokaa sawa, na isipokaa sawa mjomba, nitaforce ili aweze kukaa sawa. Na najua kwamba nitakuacha peke yako hapa, ushazoea kuwa na mimi mjomba wako, lakini acha niwahi kwenye majukumu, nikaangalie kitu gani ambacho naweza kufanya ili niweze kufanikiwa katika maisha mjomba. Mjomba, mimi nikutoe wasiwasi kwanza. Kingine mjomba wangu, mimi nikutakia safari njema kuendako. Uende salama, na ikitokea unarudi, urudi basi salama nyumbani. Na ukifika huko mjomba wangu, usisahau kunikumbuka, kunipigia hata simu. Kama unavyojua mjomba wako, nipo peke yangu, naishi mwenyewe. Na kingine, unaondoka mjomba wangu, nimekuzoea sana. Maana nikikumbuka nilikuwa na matatizo yangu, uliachukulia kama ya kwako. Ulinisimamia kila hali mpaka Mwenyezi Mungu kaleta baraka, nimepona mjomba wangu. Basi huu moyo ulionionyesha mimi, nenda kaonyeshe huko huko uendako. Kila mmoja akupende, usikubali mtu akuchukie mjomba wangu. Mimi nakutakia safari njema. Asante sana mjomba, nashukuru. Baki salama. Kaka, utakii kuwa na mawazo kama hayo. Na
pole kwa kuuguliwa na mke wako. Maana mipango ya Mungu haina makosa. Maana Mungu huyo huyo anampa mitihani binadamu ili aishinde, si kuishindwa. Kwa hiyo unapaswa ukae kwa mawazo, fikirie kuwa nini utajaribu kuitatua hili jambo kakaangu. Upaswa kuwa na mawazo kabisa. Na mke wako atakuja kupona tu. Hivi Kunze, ni mtu gani ambaye alitoka hapa nyumbani na kuja mpaka kwako na kuletea taarifa kwa mke wangu Mama Rafa anaumwa? Ni nani alikuletea hizo taarifa? Una maana gani kusema hivyo kaka? Ujue hii dunia ni ndogo sana. Yaani hii dunia unaweza kufanya jambo kwa siri, unaweza kulificha jambo lako, kumbe kuna watu wanalijua na wanaliona na wanaamua kunyamaza kimya. Na mimi nimekuja kwako kukujuza hili jambo na kukupa pole kwa sababu kama familia tu. Na hata alioniambia hili tatizo ni mwanao mdogo Rafa. Kwa hiyo yule ndo aliniambia hii habari kwa mama yake anaumwa. Kwa hiyo kanilazimu nije asubuhi nije kujua hali ya mgonjwa.